Uhali gani mtazamaji wa Truth Media, ikiwa leo ni siku ya Alhamisi ya tarehe 24 Aprili mwaka ni 2025, siku tulivu kabisa, na leo kama kawaida nimetembelea kijiwe changu pendwa kabisa kutoka hapa Mwembe Yanga, na dhumuni la hapa tumekuja kuzungumzia masuala mbalimbali ya kimichezo. Wiki hii kuna mengi yametokea baada ya mechi ya Simba Sports Club siku ya Jumapili, lakini siku ya Jumamosi Young Africans walicheza ligi kuu, lakini kuna mengi yalitokea, na sasa hivi nipo na ndugu yangu Mohamed Makawila. Kwema kaka? Kwema ndugu yangu. Sima upo? Yes, kumekucha leo, naona tunazungumza ulinzi tu barabarani. Sinaendelea na mijadala kama kawaida yetu hapa. Makawila, hapa Mwembe Yanga tulikuja kama sikosei siku ya Jumaa au Jumamosi kuja kuzungumza kabla ya mechi ya Simba Sports Club, mechi ya kombe la shirikisho barani Afrika nusu finali ambayo ilichezwa pale Zanzibar, lakini pia kabla ya mechi yenu ya ligi kuu ya NBC pale Tanzania kwa Manyara. Lakini tuanzie kwanza kwa mechi yako kabla ya kuja mechi ya Simba ya marudiano ya pale Durban. Mechi yako dhidi ya Fountain Gate muliweza kuibuka na ushindi wa magoli 4-0, lakini mechi yako imezua gumzo kubwa kabisa baada ya golikipa wa Fountain Gate raia wa Nigeria John Noble kuweza kusimamishwa kwa muda na timu yake, huku akifanywa uchunguzi kutokana na magoli mawili ambayo kocha wake Robert Matano amesema amewapa Yanga. Yanaonekana kama yana figisu fulani hivi, kuna mchezo fulani umechezeka. Wewe kwako hilo unalionaje? Ni kweli? Kwanza nafikiri ni siasa za mpira wa Tanzania, kwa sababu ukifuatilia Fountain Gate ndio timu ambayo imefungwa mabao mengi zaidi msimu huu. Sasa na golikipa wao namba 1 ni John Noble. Kwa hiyo inaweza ikawa ni muendelezo wa John Noble kufanya vibaya, lakini kwa sababu umehusisha Yanga, unajua mashabiki wengi wa nchi, jambo likitokea Simba na Yanga wao ndio ulichukulia kama hiyo ndio sababu ya moja kwa moja, lakini kama uongozi maana yake inawezekana waliangalia rekodi yake wakaona ni golikipa ambaye anaendelea kufanya vibaya, na wao wana mahitaji ya kutaka kubaki kwenye ligi kuu. Wameona ni golikipa ambao hawezi kuwafikisha pale ambako wao wanadhani kwa wanatakiwa afike, wameamua kumpumzisha. Ile ni kawaida tu watu kuchukulia kwamba kwa sababu ile jambo limehusisha Yanga, au hata ingekuwa amecheza na Simba kwamba amefanya makosa akiwa na Yanga au akiwa na Simba, kwa hiyo hii ndio sababu amefungwa. Hapana, inawezekana wao wenyewe wameshamfuatilia, wameona ni golikipa ambaye ana makosa mengi, wameamua kumpumzisha, na sio dhambi. Hata Simba nao walipiga goli 5 wakamsamaha leo Manula chezi. Hiyo si siasa za mpira, kwa sababu Yanga yukipa karibu ya 7 wao wanafanya simamisho. Kwa hiyo ni kawaida yao tu Yanga. Kila akicheza wakishampiga mtu goli nyingi, watu wanaingia na kiwewe wanafungia makipa wao. Angalia, anaweza kumaliza makipa kwa sababu goli nyingi watafungwa watu wengi tu, goli nyingi. Sio na Shimanua mpaka leo achezi. Kwa wewe Makawila, kwa magoli hayo mawili ambayo yanazungumzwa, ni kweli John Noble aliwapa Yanga, anaonekana amefungwa kirahisi kutokana na uzoefu wake, amecheza Enyimba, lakini pia amewahi kudakia timu ya taifa ya Nigeria? Makosa ya golikipa siku yote upelekea kuwapa magoli wapinzani tu. Huo ndio utaratibu wa mpira. 90% kosa kufanya golikipa inakuwa goli. Kwa hiyo ni muendelezo wa John Noble kufanya makosa, na nafikiri hii sio kosa la kwanza ambao kalifanya. Ni makosa mengi shafanya kwenye ligi kuu. Inatosha sasa kupumzishwa, kama vile hata wao wanalalamika kwamba Yanga amependelewa, Yanga amenunua mechi. Sio amesimamisha kipa wao mpaka leo. Hata hao si pointi za Yanga hizi 3 umepewa mkate na Pimpin Kamara. Kwenye hizi pointi za Yanga zonazo sasa hivi unazoziona hizi, pointi 3 anapana Musa Kamara akawapa 3 na akamuita mara 4 viongozi wa Simba. Kwa hiyo ni kawaida tu kila anapotokea. Unajua Salumu, Yanga ameshakuwa bingwa mara 3 na hii mara 4 tena, labda utokee msiba mkubwa kwenye nchi ndio Yanga tangaze bingwa. Yani hii msimu wa 4 mfululizo, labda utokee msiba mkubwa, labda Mtwara yote izame ili ionekane, yani ingie chini Yanga tangaze ubingwa msimu. Sasa hiyo swala muda tu, michezo bado mitatu, na michezo yenyewe kiangalia viande. Yanga sasa hivi unamzuiaje? Yanga sasa hivi kumzuia labda Tanzania wote wakusanyike watengeneze mpango maalum wa kumzuia Yanga, lakini sio kwa hizi timu ambazo wanacheza nazo. Hamna mtu wa kumzuia Yanga, ni bingwa 2024-25. Mimi ikitokea Yanga hajaja bingwa, nikatwe kichwa hiki na serikali siingilie. Hebu rudia. Ikitokea msimu huu Yanga hajatawazwa kwa bingwa wa ligi kuu Tanzania bara, nikatwe kichwa hiki na serikali siingilie. Ikiingilia itakuwa siko lazima tena nichinjiwe huko. Makawila, unajiamini kabisa? Sasa mimi naijua Yanga toka mwaka 94, naifahamu Yanga toka 94 mpaka leo. Sasa tabia za Yanga Afrika sinazijua. Sasa hivi Yanga wachezi mechi, wanacheza ligi. Yaani Yanga sasa hivi wachezi mechi za ligi, wanacheza ligi. Yaani hawachezi mechi, wanacheza ligi ukiwa na maana gani? Wanacheza na hesabu. Wanapiga hesabu yani. Kwamba hapa tuna pointi ngapi? Calculator na peni na karatasi. Mwenzetu ana ngapi? Hawana mhesabia kama zote kashinda. Unajua mwenzao anaweza bado michezo 4 hajacheza. Ila hesabu za Yanga wanapiga huko kashacheza na kashashinda. Hiyo utashinde hii. Sisi tuna ngapi? Kwa hiyo ili tuwe bingwa tufanyeje? Ndio huyu mpango uliokopa sasa hivi Yanga.
Lakini Makawila, ukiangalia hivi karibuni Young Africans imekuwa kihusishwa na matukio haya ya ajabu. Ukiangalia kuelekea mechi na Tabora, kuna mengi alizungumzwa, mpaka imani za rushwa ziliwezwa kuingizwa katika mchezo ule. Lakini pia ukiangalia hata mechi hii ya Fountain Gate, kuna hayo yanazungumzwa. Kwa nini hii inatokea kwa Young Africans sana? Yanga kanunua mechi zote za ligi kuu, na wao wengine si wanahela wanunue. Hayo maneno ya kujitetea tu. Basi Simba katuzia mechi 4 mfululizo. TAKUKURU hajaona hiyo? Kwa nini anafungwa yeye kila siku? Ya mwisho Kamara anampa mtu pasi. Hiyo mbona TAKUKURU haikuzungumzwa? Au ilikuwa ipo wakati wa TAKUKURU? TAKUKURU ingezungumzwa kuanzia hapo. Kamara akatoa mali Bagamoyo kapeleka Sinza kapanga goli dakika 88. Sio kataka uchunguzi uanze hapo. Yaani uchunguzi huo kwa Fountain Gate tu. Hapa vipi mbona pangalii? Mimi unajua mimi nakuaga na wasiwasi kwenye uchezaji wa timu, lakini makosa ya mtu mmoja mimi wala sina wasiwasi. Kwa sababu sasa juzi pale watu watatu wanachao na golikipa kufunga goli. Na tuseme na wale Stella Busho wananunua wachezaji wa Simba ndio maana kufunga. Yaani au wale alinunuliwa ndio maana kufunga. Ni makosa ya mtu, lakini ikitokea timu inacheza chini sana ndio tunakuwa na wasiwasi. Kwa timu leo hatujazoea hivi. Lakini sio kosa la mtu mmoja. Yule golikipa kafanya makosa akatoa goli ngapi anaongoza? Si goli 2. Mechi imesha na goli ngapi? Si goli 4 zile. Sasa na zile 2 nyingine zipatikanaje? Kwa hiyo rafu sio mara ya kwanza hii. Yaani kipa kufanywa hesabu aonekana yuko vizuri. Tunaona hata Ulaya huko kipa kaonekana yuko vizuri. Unaweza kukuta dakika 30 anafanywa hesabu. Leo ni mwanadamu. Timu zenyewe za mkoani Salum tunacheza mawazo kibao, mishahara miezi 4 hajalipo hata kutoka na mawazo bwana. Hatimaye Clement Mzize goli 13 ndo anaongoza. Ukiangalia katika wale wachezaji 7 pale juu vinara wa ufungaji bora, Young Africans ina wachezaji 3 ambaye kuna Clement Mzize, Prince Mpumelele Dube, lakini pia Pacome Zozoa. Prince Dube ana goli 12 lakini Pacome yeye ana goli 9. Bana hiyo balaa hilo. Kwa hiyo na maana tena Yanga anagombania kombe, kiatu, mchezaji bora. Sasa tunataka tena kwenye nchi Yanga afanye kitu gani jamani? Wachezaji 3 goli 24. Yaani mimi sifikiri kama kuna kitu kingine tena Yanga atakuwa akifanya kwenye ligi hii zaidi ya hiki anachokifanya. Yaani mengine itakuwa labda sio mpira tu. Lakini kwenye mambo ya mpira yanataka kufanyika na timu inataka ubingwa yote Yanga anafanya. Kwanza kuchukua pointi 6 tayari mpaka sasa hivi kwenye wale wenzake 3 wa juu ambao anagombania ubingwa nao kashapata pointi 6. Nyingine Azam, yes. Simba Sports Club. Mechi nyingine ndio unaona hii watu wanaita visingizio haji. Kwa hiyo unaona yani za ubingwa zipo. Na ndio timu bingwa anakuwa hivyo. Sio hata Liverpool wanavyokanyaga saizi. Saizi tena Kidile Mwali Salumu. Timu zote zinataka ubingwa saizi hazina masiara, zinacheza ligi hazichezi mechi. Yaani zinapigwa hesabu, yani kabla ya mechi tunapiga hesabu. Kama tukiteza hapa mwenzetu anakuwa hivi. Tukidraw mwenzetu anakuwa hivi. Hapa ndio tukakanda pointi 3 tuweke mfukoni. Ile hesabu yetu. Magoli ni mengi, yani ikitokea saizi Simba na Yanga anataka ubingwa patikane kwa magoli. Ni Simba mechi moja ashinde goli 30. Mpaka sasa hivi Young Africans imeshinda goli 68 lakini mmeweza kuruhusu difference ya magoli 58 kwa masuala bwana hilo. Magoli 58 unafanyaje wewe? Unapiga yani una calculate vipi na edit vipi ya magoli 58? Magoli 58 ya kushinda ukitoa ile iliyofungwa 10. Mpaka sasa hivi Yanga bakisha mechi 3. Kwa sababu mechi ukisema Yanga bakisha mechi 4 nitakuuliza mechi nyingine tarehe ngapi inachezwa. Yaani mechi ambayo yapangwa tarehe hatuwezi kuhesabia. Mechi ambazo si ndio zipo kwenye ndio zipo kwenye ratiba. Ambazo hata Yanga nafikiri wanapanga budget ya kucheza hizo mechi kwa sababu ndio zipo kwenye ratiba. Hiyo mechi nyingine ipo kwa TFF. Hatuwezi kupiga hesabu. Unaziona zilizobakia, unaona Yanga akitoboa ndani. Hakuna time moja anafungwa chini ya goli 3 mechi hizi. Hakuna hata timu moja katika hizo mechi 3 atafungwa chini ya goli 3. Yaani baada ya mechi hizo 3 Yanga atakuwa na magoli 70. Wewe unaona Salumbati mzuri, tuna mawasiliano, wewe ndugu yangu tunazungumza. Mimi nakwambia ishafika hatua kama hizi, hata angekuwa mnyama sasa hivi hatua hizi ndio yuko kwenye mazingira haya. Hii shughuli kwa imekwisha. Kwani sijua ashasahau jamani. Sijuzi tu mazingira kama akina Boko anasimama kama imamu na prison refa na kakati. Si ndio mpira wetu tumechagua hivyo. Na ndio maana mara nyingi mimi nazungumzia Sheikh Yusufu kwamba aone haya matukio na yeye afanye jambo. Huu ndio mpira wenu ukizungumza Sheikh Yusuf namzungumzia tajiri bosi wa Azam FC. Azam FC. Na ndugu yangu Popat. Nachindwa kumshawishi tajiri bwana. Wewe unaona watu nafikia tu timu zao natukanwa mpaka mtangazaji anatukanwa. Yaani mpaka mtangazaji anatukanwa, anaonekana kama huyu mtangazaji akitangaza sasa tushindi. Ndio timu hizi unajua kama sio timu za mpira zina mambo mengi. Hawa wanalalamika leo wanalalamika watu wa Simba kwa sababu wanaona Yanga anaelekea kuwa bingwa, lakini hata kati Yanga Simba anakuwa bingwa, watu Yanga tunalalamika hivyo hivyo tu. Kwa hiyo huo ndio mpira unachagua Simba na Yanga. Hakuna kununua, hizo sio rushwa, ni takrima ziendelee kutoka takrima, na ndio mfumo wa mpira wetu. Watu wadogo walikuja juzi kwenye mpira Tanzania hawajui Simba na Yanga ni timu za aina gani. Hebu rudia tena hiyo sio? Takrima ziendelee kutoka tu, watu waendelee kuchukua bingwa kwenye mazingira haya. Watu wana miaka 90 hata bingwa Afrika hawana. Kwa hiyo hizi ni timu ambazo zimejiwekeza kwenye mpira wa Tanzania, zina mambo haya yanafanya, wanajua Simba na Yanga wanajuana hawa. Yaani kitokea leo unazungumza mabaya ya Yanga, basi utakuwa Simba hujaona.
Au wakati Simba anachukua bingwa misimu 3 4 wewe hujaona. Lakini mimi ambaye nimeona na ninajua hizo timu zinaendeshwa kwenye mazingira gani. Ni sahihi tuendelee kufanya kwa sababu ndio viongozi wetu wametaka hivyo. Na magoli kipata simamishwa sana. Wasimamishwe tu hata afungiwe hata 100. Wewe unaona bana. Timu watu wanapewa adhabu, wanachangua fedha, waendelee kuongea kulopoka. Hadi ni kawaida Simba na Yanga hizo timu zimeshajenga kwenye mazingira hayo na viongozi washakubali kwa sababu mpira wenyewe 80% upo kwa wanasiasa, 20% ndio upo kwenye watu wa mpira. Hata wanalaumu TFF, mimi naona wajinga wajui tu wanachokifanya. Makawila hapo umetaja watu wanazungumza wanachangiwa hela wanarudi tena kulopoka. Hapo unaonekana umemgusa Ali Shabani Kamwe, msemaji wa Young Africans, ambaye yeye amepewa adhabu ya kulipa faini ya shilingi milioni 5, lakini yupo chini ya uangalizi kwa miaka 2 asifanye kosa lolote kutokana na yale makosa aliyoyafanya. Ndio hukumu aliyopewa. Kwako wewe, kwa hukumu aliyopewa Ali Shabani Kamwe, unaona ili stahili? Ilistahili kwa sababu ndio makosa ameyafanya, lakini wao kuchangiana hata Simba washawahi kuchangia watu wengi tu wako wamepewa adhabu. Kwa hiyo ndio taratibu hizo timu mbili kwamba wewe kwa kwenye Simba kwa Yanga sema chochote tu. Ukikosea maana yake utakiwa kutumikia adhabu yako. Kuna watu watachanga hela na kulipia. Yaani sio sehemu ya kujifunza wanavyojitengenezea. Lakini hawa wasemaji hawa wa Simba na Yanga, vilabu hivi vikubwa, wamekuwa wanapata nguvu kubwa sana ya kuzungumza lolote wanalojisikia. Ni kwa sababu ndio maana tunazungumza kwamba TFF waangalie watie bani tume 6 10 mwaka, yani sio mambo ya fedha kwa sababu fedha kuna matajiri zao zina kazi. Wako Sumbawanga huko, wako wapi huko Chunya, wanalipia tu. Kwa hiyo inatakiwa apewe bani ya muda. Ndio ina sababu hapa inatafutwa heshima. Unajua hizi adhabu zimewekwa kwa ajili ya watu kujirekebisha. Sasa ikitokea adhabu yako utumiki salumu unafanya makosa, kuna watu wanakulipia, wewe unajifunza nini? Si unaendelea kulopoka tu. Ili ujifunze, maana yake ile adhabu itakuwa mshahara wako wewe utoe ulipie pale. Ukumbuka kumbe nilichofanya kinikosa na nikifanya hivi natoa mshahara wangu nalipa. Sasa kama kuna watu wanakulipia unajifunza nini? Na ndio timu hizi zishajitengeneza kwenye mazingira hayo. Zipo kwenye mikono ya wanasiasa na zinaendeshwa kisiasa. Hizi timu mbili hizi kama unazitolea macho na akili yako unapoteza muda kuzifikiria hizi timu mbili, wewe utakuwa unapata shida. Nchi hii timu ya mpira, proper kabisa timu ambayo inaendeshwa kwenye mfumo wa timu ya mpira ni Azam peke yake. Kwenye hizi timu tatu. Hata hizo nyingine na Black Stars unajua miliki yake nani? Leo anaanza kusajili watu bilioni 10, msimu unakuja anashindwa kulipa mshahara, timu inashuka daraja au timu inauzwa. Azam FC ndio hapo kwenye kabisa. Wewe mchukue mzungu wote kutoka Sweden, Denmark, Uingereza ambaye hajui Tanzania, mleta hapa Tanzania afatembelee vilabu 3 vyote atembelee hivi. Alafu baadaye muulize timu ya mpira ipi, atakwambia Azam. Kwanza mimi nakuuliza swali Saluma. Simba na Yanga kuna kombe gani ambalo linatambulika na FIFA na TFF ambalo imebeba Azam hawana? Makele yote unawasikia. Wewe nitaje kombe moja ambalo linatambulika na FIFA au CAF na TFF ambalo Azam hawana? Nitajie moja tu. Ili wao wakubwa ambao wana kitu cha kufanya ambacho hata mmoja akifanya. Vinginevyo ni wasindikizaji tu. Hakuna kitu kingine chochote. Hebu nitajie bingwa mwingine mwenye makombe 30 ama 28 kwenye nchi nyingine kwa Tanzania Afrika ambaye hana kombe la shirikisho au kombe la bingwa Afrika hana. Nitajie mmoja ambaye ana makombe kuanzia 20 kwenda juu ya ligi kuu. Nchi nyingine yote Afrika hapa. Nitajie ambao haina klabu bingwa Afrika au kombe la Confederation hajabeba hiyo nchi. Nitajie. Ulisearch ya nini? Ni Tanzania peke yake ndio kuna watu wana makombe 30 na 28 zo 26. Hapo hata kombe la Afrika hawana hata moja. Miaka 90 finali moja. Mtu kacheza finali kombe lishazikwa na shaoza shasaulika. Ndio finali yake ya mwisho. Huyu mwingine kacheza finali pepeche juzi, miaka mingine wanahangaika tu. Kwa hiyo hizi ni timu za siasa tu. Hasa wewe timu inatajiri inaenda kuomba ndege kwa rais. Yaani timu ina bosi inaenda kumpiga magoti rais inaomba ndege ndio South Africa. Kwani ni vibaya? Sasa rais ni mwana nani? Rais ni mwana siasa. Kuna rais anakuwa sio mwana siasa. Kwa hiyo ndio unajua hizi timu ndio kazi yake hiyo kwenye nchi Salumu. Kila siku sinazungumza bwana. Na maneno haya uwezi ukapata kwa Kisugu. Uwezi ukapata kwa Godi Yanga wala kwa Mnandi. Kwa sababu hawa anafikiria hizi timu wapate vifusa vya kupata riziki. Sasa mimi siko hivyo. Mimi nazungumza uhalisia. Yaani huo ndio uhalisia mtu wote ambaye anasikiliza klipu zangu. Arudie hata mara 3. Na umenyooka. Arudie. Yaani asikisema arudie afa atanielewa. Hizi timu ndio timu ambazo zina rekodi ya peke yake kwenye bara la Afrika. Ya peke yake. Hata ukienda Kenya, bingwa mara nyingi Gor Mahia kabeba kombe la washindi. Nyumba hapo Kenya tu jirani. Sasa hawa wa India wanachukua kombe gani? Makawila, wakati unazungumzia ndege hapo, tuje kwa watani zako Simba Sports Club ambao tayari wameshatua Durban jana.